A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wapenzi watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, popote pale mlipo, mkiwa mnaendelea kutufuatilia katika kipindi hichi kinachohusu maisha ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunaangalia kuanzia kuzaliwa kwake, kwanza kabla ya utume, mpaka zama alizoishi na masahaba, mpaka kipindi ambacho ameanza dawa kuisambaza kutoka Maka mpaka Madina. Na mchambuzi wetu wa mada hizi ambaye ndiye hodari wa tarehe hizi za Kiislamu, Sheikh Saidi, kama ilivyoada, tuko naye studio. Nyinyi wapenzi watazamaji, mnaweza kuungana nasi kupitia rai ama ujumbe ama swali kwa namba zetu za WhatsApp ambayo ni alama ya kujumlisha 255 766 669 404, yani 255 baada ya alama ya kujumlisha 255 766 669 404. Namba hii ukisevu kwenye simu yako unaweza ukatupata kwenye WhatsApp na kuwasiliana nasi moja kwa moja. Ijulikane tu kwamba namba hii ni kwa ajili ya WhatsApp peke yake. Karibuni sana. Naam, Sheikh Said, karibu sana studio. Asante sana. Asante. Baada ya kuwasabai wapenzi watazamaji. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam kwa niaba ya wapenzi watazamaji. Naam. Sheikh Said, kipindi kilichopita tulikuwa tumeingia kwenye akhlaq ya Mtume. Sawa sawa. Yani haiba yake, mwenendo wake. Na kwa ujumla ni nini tunaweza kujifunza katika mwenendo wa Bwana Mtume, ukatupa pale sawa sawa biashara namna gani alifanya na Bibi Khadija mpaka sawa sawa, kwa mujibu wa weledi wake na vile vile tabia akawa amevutiwa na akapeleka yeye sawa sawa proposal sawa sawa, kweli asante, akapeleka posa kwa Mtume ambapo kwa upande mwingine nafikiri wanawake wa jamii zetu inabidi wajifunze hili. Asante. Kwamba wasisubiri sisi tuende tu sisi tuka na wenyewe pia wanaruhusiwa kuja. Ndio. Naam, Said, kwenye kipengele cha akhlaq za Mtume kuna nukta ulibakiza. Nafikiri hiyo ndio iwe dibaji ya leo, kisha tuingie kwenye mada. Karibu sana. Asante. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. Mwenyezi Mungu mtukufu katika Qur'ani tulishaisoma hii aya katika kipindi kilichopita, lakini sio mbaya tukairudia kwa ajili ya faida ya watazamaji. Sawa sawa. Kwamba tulisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yupo juu ya tabia njema. Mwenyezi Mungu alisema kumwambia Mtume, wa innaka la ala khuluqin adhim. Kwamba wewe upo juu ya tabia njema. Unapokuwa unasifiwa na bosi siku zote. Unapokuwa unasifiwa na bosi, wafanyakazi haina haja kukusifu. Bosi anapokuwa ananisifu mimi nichapa kazi, sina haja ya hao chini kunisifia. Sawa. Kwa hiyo Mungu anapomsifia Mtume, anaposema kwa katika tabia njema, yupo juu ya tabia njema. Hakuna ishkali wala hakuna mtu ambaye ataleta kwamba atukosoe kwamba hapana, huenda hakumchunguza vizuri na vipi. Kwa sababu yeye ndo aliyomuumba, anajua kila kitu. Sawa. Kwa hiyo anapomsifia Mwenyezi Mungu Mtume na tabia hii, sisi tunakuwa moja kwa moja ni samaa wa taa. Tunatii tu kwamba ni sawa kabisa Mwenyezi Mungu alichokisema na amesema haki. Kwa sababu yeye hazungumzi uongo hata siku moja. Kwa hiyo hizi ndo tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini vile vile kuna maneno pia anasemwa, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kwamba ungekuwa we Muhammad kwamba ni mgumu, mkorofi, mkatili, yani msusuavu wa moyo, la mfadhu min haulika, wangekukimbia. Kwa sababu hii dawa unayoitoa si ya kawaida, ni kitu adhim, ni kitu kizito.
Sasa hapo tunapata darasa akhlaki za mtume kwamba kumbe unapokuwa una hali yako ni nzuri, unapokuwa sio mtu mkorofi, watu wanakufuata. Sawa. Lakini unapokuwa wewe ni katili, ngumi mkononi, kutumia mabavu, kumkamata mtu, kumpiga, mtu ameongea kitu kidogo tu amejibu, umekereka, umemkamata, umempiga mweleka, kama mawahabi. Ukiswali na kanzu ndefu wanakata. Mara nyingine wakikuona unarudia tena wanakupiga marufuku msikiti, wanakupiga karate Sheikh, wanakupiga karate na kukufukuza msikiti. Sheikh, kuna kisa kibaya sana ni aibu katika jamii ya Kiislamu. Yaani Uislamu huu ambao na hii kasumba ya mawahabi kuwa na tabia hizi imeanza miaka ya 90. Asante. Mababu zetu, baba zetu wanatuelezea kwamba haikuwa hali kama hii, ndio. Haikuwa na hali kama hizi nyuma ya miaka ya 90. Asante, ilikuwa haikuwa hali kama hii. Mtu anakuja na dini anatarajia Uislamu ni bora, hata Wakristo au wengine tu wasio kwa Waislamu wakiangalia tabia za Kiislamu wanavutika, lakini sasa hivi Sheikh wanakimbia Uislamu. Kuna kisa kimoja tunaambiwa siku moja tu mtu amekuwa Muislamu, kesho yake akabadili akasema basi tena sitaki dini. Asante. Kwa sababu aliingia kwenye Uwahabi. Akakutana na dini ya Kiwahabi. Akaona kama Uislamu ni dini ya Kiwahabi. Ni kweli kwa sababu na hao mabwana kwa ibara nyingine ni wametengenezwa, ni grupu, japokuwa sio mada yetu. Ni katika akhlaki tunagusia. Ndio. Ni grupu ambalo limetengenezwa ili kuharibu Uislamu. Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu katika dini ya Uislamu ina kitabu ambacho hakuna mtu ambaye anaweza kuleta mfano wa aya hata moja. Ndio. Sasa watafanya nini ili kuleta dosari Uislamu ufanane na dini zingine ambazo labda ziliharibiwa? Ndio wanatengeneza chokochoko, madhehebu ambavyo vitawatoa watu katika mstari. Sasa wawe kwa jina la Uislamu ili waharibu waharibu Uislamu. Kwa sababu siku zote mimi ninapoona kuna dini fulani au kuna dhehebu fulani ambalo haliwaheshimu watu wazima, hiyo sitokubali kwamba ni dini sahihi. Sasa dini ambayo au dhehebu ambalo alimheshimu mkubwa, alimheshimu mdogo, hapana, sitoweza kukubaliana nayo. Hakuna huruma. Sitoweza kukubali dini kama hiyo. Ni dini ya mabavu tu. Dini huyu amefanya shirki, huyu amefanya kadha, huyu amefanya kadha, huyu afai, huyu anyongwe, huyu. Hakuna dini ya hivyo. Uislamu umekuja kwa ajili ya kumtetea mwanadamu. Umekuja ili kuweka njia sawa ya mwanadamu aishi kibinadamu. Sasa mnapofanya Uislamu ni dini ya kuuana, kuchinjana, kulipua watu mabomu na vitu kama hivyo, watu ambao hawana hatia, alimradi tu hajatamka la ilaha illa Allah umlipue bomu. Huo sio Uislamu. Kuna ile hata aya za Qur'ani zinatuambia, naam, wajadiluhum billati hiya ahsan. Naam. Sasa aya za Qur'ani zinaenda hivi, kama nyinyi kweli mnafuata kitabu hiki, mbona hamfuati hii aya? Ni kweli. Kwa sababu hawafuati. Kwa hiyo ina maana kwa ibara nyingine wanaiacha Qur'ani, wanafanya vile wanavyotaka. Tukiangalia na maadui. Alafu huo ndo wanasema Uislamu. Hakuna Uislamu ambaye unamdharau mtu mzima. Hata ukimuona mtu anakunywa pombe, hauna hukumu ya wewe kwenda kumlipua au kumpiga. Hapana. Sisi tutasoma katika historia ya mtume, tutakuja kuona kwamba mtume hapa Maka alipofika, alipopata utume, alikuta hii jau ya Waarabu ipo vipi? Atakuta ni masanamu matupu. Wanaabudia masanamu, lakini alienda kuyavunja ile masanamu na kupigana nao ngumi? Hapana. Hakufanya hivyo. Aliishi nao vizuri, bali yeye alikuwa anatoka, tutakuja kuzungumzia hapa kwamba alikuwa anafanya ibada kwenye mapango huko. Kuwapisha wale, hajawakera, hajafanya kitu chochote. Na yeye ndio ana haki kushinda nani? Kushinda wale wenye kuabudia masanamu. Ndio. Lakini akaenda nao muamala mzuri. Sasa kama sisi tunafata akhlaqi za mtume, tunafata tabia ya mtume, mtume ni kiigizo chema, inakuwaje sisi wale ambao wamepetuka mipaka, wameteleza, ambao si wa dini zetu, kwa nini sisi tuwafanyie mashambulio na tuwajibu vibaya, tuwapige, tuwafanye nini? Kwa nini? Na Uislamu ni al-istislam, kujisalimisha na amani. Kwa nini inabadilika kuwa dini ya shari badala ya amani? Hayo ni madhehebu ambayo yanachafua watu, yanachafua Uislamu. Kwa sababu katika madhehebu hayo utakuta kwamba hata mtu
amesoma kwa ustadhi wake, baadaye ataenda kusoma elimu zingine za Kiwahabi, kwa atarudi anamkufurisha hata yule shekhi wake alikuwa anamsomesha. Alimpelekea yeye kwenda kusoma huo Wahabi. Anakuja anamkufurisha, afai, damu yake ni halali. Anamnyang'anya msikiti, anasimama yeye pahala pake. Ni kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo ndugu watazamaji na ndugu wa dini mbalimbali, wanapokuwa wanaona Uislamu kama huu, wauepuke nao. Ule si Uislamu ule kuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uislamu wa kusaidiana, Uislamu wa mwenye tatizo anamsaidia mwenzake, mwenye yatima anasaidia. Sio ule Uislamu wa kupigana mabomu. Na wale wasio kadhania kwamba yale magurupu ya sijui Boko Haram, sijui Al-Shabaab, sijui Al-Qaida, Daesh, Wahabia, kadha, wale kwamba hao ndo magundu wa Uislamu sahihi. Hapana, huo sio Uislamu. Mtume Muhammad alikuja, ndo maana akaambiwa, la ungekuwa msusuavu wa moyo, ngumi mkononi, nini, ala mfadhu min haulika, wangekukimbia. Asingebaki mtu. Asingebaki mtu hata mmoja. Huyo ni Mtume Muhammad anaambiwa. Sasa sisi tunavyolingania, tunawapiga watu, haifai. Huo sio Uislamu. Sasa Mtume Muhammad tunaambiwa kwamba wama ataakumur rasul, Mwenyezi Mungu anasema katika aya baada, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama naha ankum fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Kwamba kile anachokujieni nacho mtume, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mkichukue. Kile anachotufundisha mtume sisi tukichukue. Lakini kile anachotukataza tufanyaje? Tukiepuke na tumche Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ni mkali wa kuadhibu. Katika akhlaqi za mtume zilizosababisha mpaka Bibi Khadija akampenda, yeye ndo akaenda kumtamkia kwamba anampenda, ni kutokana na ile akhlaqi yake. Kwa sababu tunaona sisi katika historia hii kwamba alipoletewa taarifa na kijana wake kuhusiana na Mtume Muhammad, kwamba yupo hivi, tabia yake ipo hivi, anahurumia mayatima, anawasaidia hivi, mambo mengi akaelezea. Bibi Khadija akampenda, bali na yale mchunguza akamuona kweli huyu mtu ananifaa. Akasema inabidi mimi niolewe na huyu. Lakini Bibi Khadija, hapa tunapata darasa kwamba Bibi Khadija hakuwa ni mtu wa kawaida kama sisi ambao hatuna kitu. Sisi ambao tunakula ugali na mchicha, wengine ambao una mafuta. Hakuwa hivyo. Tuseme ende kwa mtume sasa anaenda chini ya kivuli. Hapana. Yeye alikuwa na noti. Alikuwa wale watukufu wa Maka, wale watu wenye pesa zao, ndio walikuwa wanahitajia kumuoa, lakini yeye alikataa. Ni kama pale Tanzania kwetu. Matajiri wako wengi, wakina Baresa, wakina sijui Modeuji, wakina sijui wakina nani. Mtu na wale mara nyingi wanakuwa wanafata mkondo wa wale kidogo ambao wana hadhi ya juu, ndo wanaendana nao tabani. Kwa sababu anasema kwamba msomi mara nyingi anamuoa msomi mwenzake, ambaye sio msomi, ambaye mishala 7 ataoana wala 7. Wanasema kwamba kufuata kufu yako. Asante. Mara nyingi ndio wanaendaga hivyo. Unaona? Sasa wale wenye hela na wale wenye ngazi za juu mara nyingi wanakuwa wanaendana na watu wao. Sasa Bibi Khadija kwa hivyo, yeye akaenda kwa Mtume Muhammad, akawa anampenda Mtume Muhammad. Lakini ukiangalia Mtume Muhammad na hadhi yake ya kimaisha, ya kwake ndio ipo juu. Lakini aliwakataa wale ashiraful Madina, wale watu wakubwa wa mji, wale watukufu wenye pesa. Akasema hapana, siwezi kuolewa na watu kama hao. Akaenda kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na pesa zake zote hizo. Bali sio hivyo tu, walipofunga ndoa akachukuliwa akaenda kuishi kwa Nabii Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye nyumba ya mtume. Ni sawa sawa na wewe hapo unamchukua mtu mwenye pesa zake, unaenda kuishi naye kwenye nyumba ya majani. Ni vitu ambavyo ajabu, ni vitu ambavyo vya ajabu kweli kweli, ambavyo ni kama unaweza kuona kama muujiza fulani. Mtu kama huyu anaweza kulala hapa, mtu kama huyu anaweza kukaa sehemu kama hii. Lakini wanasema inaweza ikatokea, tunaonyeshwaga kwenye TV. Ndio. Wanacheza michezo mbalimbali, unakuta mtu amependwa na mtu tajiri mwenye pesa,
huyo mama akachukuliwa akapelekwa atako vijiji, lakini ni kwenye nani, kwenye video hizi za kuact. Mara nyingi kutokea live hivi na uhalisia ni ngumu, inakuwa ni ngumu kupita kiasi. Wanatengeneza filamu za namna hii ni katika mazingira ya kufikirika. Asante. Ya kufikirika kwamba hili jambo linawezekana. Asante. Kwa hiyo yeye akafanyaje? Akamchukua Bibi Khadija, wakaenda kuishi naye kwake. Mtume Muhammad akawa anaishi na Bibi Khadija. Ndio. Sasa baada ya hapo tunaambiwa kwamba Bibi Khadija alimzalia watoto wa kutosha tu Mtume Muhammad. Lakini wale watoto wote walifariki isipokuwa alibakia mtoto mmoja. Na sababu kwa nini wakafariki wote Mwenyezi Mungu ndo anajua. Kwa nini akabaki mmoja Mwenyezi Mungu ndo anajua. Lakini vile vile kwa nini mtume paka kalaumiwa akaitwa kwamba amekatikiwa na kizazi, kwa sababu watoto wote wa kiume. Kizazi mara nyingi kinaendaga kwa mtoto wa kiume. Tunavyojua sisi. Sasa unapokuwa umepoteza watoto wa kiume umebakiza wa kike, na maana una kizazi chako kitakuwa utajo wako utaishia hapo. Kwa sababu huyu mtoto wa kike anaenda kuolewa kwenye boma nyingine. Ndio. Ule ubini atafata wa kule, wala sio wa kwako hapa. Sasa kwa hiyo amekuwa ameshafuta kama amekata kizazi. Kwa hiyo mtume aliitwa kwamba amekatikiwa kizazi. Tutakuja kuongelea mada hiyo katika siku zake zikifika. Inshallah. Sasa ni kwamba yeye Bibi Khadija alienda kuishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maisha yake. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Katika maisha yake wala hakuona kero, wala hakuenda kwa sababu ya faida fulani. Unajua unaweza kwenda kuolewa mtu unafuata, huenda hata mwanamke hajampenda huyo ambaye anataka kumuoa, lakini kuna maslahi fulani anayafuata. Au mwanaume anataka kuoa mwanamke fulani, anamuoa kwa ajili ya maslahi fulani. Sio mapenzi ya dhati ile mawada. Na ndio maisha ya sasa. Ndio. Mtu atamuoa yule binti fulani, bwana yule ametoka kufanya kazi nchi za Arabuni. Yule ametoka kufanya kazi nchi za Uzunguni. Ndio. Huyu kadha wa kadha. Mapenzi hana pale, anafuata zile atakazo zile mali zake. Huyu binti bwana amejenga bonge ya nyumba, bwana amejenga nyumba kubwa iko fulani, ana gari hivi na hivi. Kwa hiyo naye anajipendekeza huko. Sasa na mabinti ni zetu wanavyopenda vijana kidogo, mashombe na vitu kama hivyo. Unakuta na huko anafuata huko. Anataka hiyo sifa imwise. Unaona? Kazi inakuwa ni kubwa. Baadaye anakuja na poro zile mali, anataifishwa. Wangapi walikuwa wanalia? Tumewashuhudia wengine kwa macho yetu. Mtu amefanya kazi miaka mingi, anapata mwanaume, anakwenda na mtapeli. Anamtumia pesa, jenga nyumba, sijufanya ni, kumbe anafanya mambo yake. Ndio. Kwa hiyo unapokuwa mmependana, pendaneni kwa ajili ya Mungu. Usiende kwa ajili ya kitu fulani. Kwa sababu ukienda kwa ajili ya kitu fulani, hicho kuna siku kitaondoka. Ukimpendea mwanaume labda ana nywele fulani nyeusi fulani hivi, kuna siku atapata mvi. Kweli. Hakipata mvi itakuwa vipi? Itakuwa mahaba ya maisha yameondoka. Unampenda mtu kwa sababu ana mali. Naam, mali ikiondoka na kwa vipi? Kisha itakuwaje? Kwa hiyo inakuwa ni mtihani. Wapendane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Bibi Khadija alimpenda mtume kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na akhlaqi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo jambo jingine hapa naona Sheikh Saidi tunalojifunza ni kwamba pia akhlaq haziondoki, zinabaki. Asante. Kwamba ukimpenda angalau kama una uchache, kama mtu ana uchache wa dini. Wakati wanaingia kwenye mapenzi. Basi angalau kama yeye ni mchache wa dini, basi angalie tabia. Asante. Angalia tabia na tabia namna gani. Ili ile tabia ni nzuri sana. Unaona, kwa sababu tabia kubadilika haraka inakuwa ni sio rahisi. Mtu anakuwa na tabia fulani mara nyingi mpaka uzeeni. Anakuwa hivyo. Lakini akiwa na sifa fulani, ana rangi fulani, ana hivi, anabadilika. Atabadilika tu. Kesho kutwa anakuja kupata Mungu wanusuru wote kwa ujumla, anapata ajali inakuwa vipi? Sura nzima inabadilika. Inabadilika, utampenda tena? Umpendi kama ilikuwa ni kwa ajili ya sura. Kwa hiyo lazima tuwe tunampenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hicho ndio kilikuwa kipengele ambacho
kinazungumzia kuhusiana na akhlaki za mtume. Lakini tumegusagusa tu, kuna mambo mengi. Ni kweli. Kuna tabia nyingi za mtume. Kuna tabia Mtume Muhammad alikuwa akifika sehemu hata mtu akija anasimama. Mtume huyo. Mtu akija yeye hawezi kusimama, yeye amekaa, mwingine amesimama. Akisimama mtu naye amesimama. Akiwa amekaa naye amekaa. Bali yeye ndo alikuwa anaanza salamu. Popote ndo anaanza mtu salamu. Maana sasa hivi mtu unaweza ukakaa sehemu ukajiona we ni bosi. Na hali ya kuwa bosi wako ni Mwenyezi Mungu. Ukaona lazima waje unisalimia mimi. Fika hata sehemu umeingia pale, unazunguka tu unakagua kazi, bosi hawasalimii paka we umsalimie kwamba ndio bosi. Kwamba yeye ni bosi hawasalimii nyinyi. Mtume sasa yeye alikuwa anaanza hata salamu anaanza yeye. Na tunaambiwa hata wale ambao walishindwa kumkubali, manake wakati yuko mchanga huko, ambapo baadaye pia utatuambia wakati alipopewa utume. Wakati yuko mchanga ujanani hapa mpaka miaka 10 inasemekana waliathirika mpaka watu wazima. Waliathirika na tabia zake. Alipoanza dini tukaambiwa kwamba kuna ambao walimkataa, lakini tabia waliendelea kumpenda. Tabia walikuwa wanampenda. Tutakuja kuangalia walikuwa wanampenda mpaka tabia, na ndio maana akaitwa Sadiqul Amin. Yaani msema kweli muaminifu. Ni hawezi afanye mambo ya ajabu ya kurusha watu kufanya ni hapana. Yaani tabia zake zimenyooka. Kila sifa zote anapigiwa yeye. Sasa ndio maana nikwambia kwamba Waarabu wakaamua kumfuata walio wengi. Ingekuwa tabia zake ni mbovu, hamda yote ambaye angemfuata. Kwa sababu tabia zake ni mbovu, lakini wengi walimfuata. Na ndio maana tutakuja kuangalia baadaye alipowaita Waarabu kuambia njooni niwaambie kitu, ili alitaka kuwaambia kuhusiana pale Mwenyezi Mungu aliposema kwamba fasda bima tu'mar, kwamba ile tablighi alikuwaga anaificha. Akaambiwa fasda bima tu'mar, kwamba dhihirisha kile ulichoamrishwa. Na uepuke washirikina. Wakatae waachane nao. Yani kwamba sasa ni wakati dhihirisha watu wajue. Alikuja akadhihirisha. Tutakuja kuangalia watu walimfuata, wengine waliona aibu ile jambo linalofanyika, mbona kama sio sawa, lakini hawawezi kumjibu kitu chochote, mbona huyu ni mkweli. Wanashindwa kufanya lolote. Wengine wakashindwa kuchukua uamuzi, wakabidi wakae wameshikwa butwatu. Unaona, kutokana na ile hali. Lakini angekuwa ni kijana ambao ovyo wangesema achana na huyu. Ni kweli. Innahu yahjur analopoka anafanya. Ni kweli. Sheikh Said, mada itakayokuja tutaimalizia kwenye kipindi kinachofuata. Sasa tunaingia mapumziko. Asante. Naam, wapenzi watazamaji, kama ambavyo tunaona tabia za kupendeza za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ambaye ametushukia katika ulimwengu wetu huu. Licha ya kuwa ni katika Uislamu, lakini mtume huyu ni wa ulimwengu mzima. Watu wote wanatakiwa wafahamu kwamba mtume huyu ni wa ulimwengu mzima, na faida hii iwafikie wote. Tutumie fursa hii kujinufaisha na maisha ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaingia mapumziko na kisha tutarejea. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa ali 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 sallallahu alayhi wa alihi ya Rasul Allah ya man fadluhu amma al-anam ya shafi' al-khalq anta al-murtaja ya